Siku ile kura imepigwa ndio William Ruto akuwe rais, uchumi wetu ulikuwa umeharibika zaidi, mahali ambapo haijafika tena. Ni kwa sababu ya ugonjwa wa corona. Kwa sababu corona ilikuwa imefunga uchumi kwa takriban miaka miwili. Hatukuwa tunaenda shambani, hatukuwa tunaenda sokoni, hatukuwa tunasafiri, biashara zote zikafungwa. Ndio unaona 2022 wakati Rais Ruto anachukua usukani, hali ya kiuchumi ilikuwa imezoroteka kabisa. Lakini katika safari ambayo tumekuwa nayo ya miaka miwili na nusu, kuna vile tumepiga hatua kidogo, lakini hatua muhimu katika kujaribu kudhibiti makali ya uchumi kwa mwananchi. Mtakumbuka siku ile Rais Ruto anachukua kiti ya urais, kilo 2 ya unga ilikuwa 250. Na kila siku kulikuwa na maandamano ya sufuria. Kweli si kweli? Na wale waliokuwa wanaandamana walikuwa wanasema punguzeni bei ya unga, iko juu 240 250. Na tukakubali ya kwamba kama kilo 2 ya unga wa ugali ambao unatumiwa katika familia nyingi sana imefika 250 240, wananchi wengi hawezi kumudu. Kupitia sera za serikali ikiwemo kupunguza bei ya fertilizer kutoka 7,000 kwa mfuko moja mpaka 2,500, kupitia sera mingi ambazo tumeweka ikiwemo kutafuta mbegu za kusaidia wakulima wawe na mbegu nzuri, kupitia bidii yenu kama wakulima, na kupitia baraka ya Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia mvua. Kuna baraka ya Mungu, kuna bidii ya mkulima, na kuna bidii ya serikali ya kupunguza bei ya fertilizer, bei ya mbegu na kusaidia wakulima. Hiyo mambo yote imetuwezesha tumepunguza bei ya unga kiasi kwa takriban zaidi ya shilingi 100. Sasa iko 150 140 hapo, na bado tunang'ang'ana nayo kwa sababu tungetaka iendelee kushuka hata zaidi, ifike shilingi 100 na chini ya shilingi 100. Kwa hivyo kuna mahali tumefikisha na kuna mahali bado imebakisha, kwa sababu watu wengi ni wakulima, watu wengi wanapata chakula kutoka shambani. Lazima tuendelee na vita dhidi ya njaa, vita dhidi ya bei ya unga na vyakula muhimu vipungue. Hiyo 2022 September, lita moja ya petroli, wale wanajua watakwambia ilikuwa 217 siku hiyo. Lita moja 217. Kila mwezi tumeweka pesa ya serikali ya kusaidia kupunguza bei ya petroli, ndio mwananchi wa kawaida asiumie mashinani. Imeshuka kutoka 217 mahali ilikuwa, inashuka na shilingi 3, shilingi 2, shilingi 4, shilingi 5, shilingi 2 kila mwezi. Sasa iko 174, takriban shilingi 43 cumulative reduction of the price of fuel per liter in the last 2 years, from 217 shillings a liter to 174 shillings, 43 shillings reduction. We are still struggling to make sure we reduce the cost of petrol even further. Vile vile mnajua ya kwamba kuna ile mambo tumefanya ya kuboresha bei ya maziwa, kwa sababu wakulima wengi ni wakulima wa maziwa. Maziwa lita moja ilikuwa shilingi 33 34 2022, sasa imefika shilingi 50, na bado tunaendelea kuboresha hiyo bei, ndio mkulima mahali hako katika Kenya apate mapato ambayo yatamwekea pesa mfukoni zaidi ya ile ambayo amekuwa akipata. Kwa hivyo tunashughulikia kujaribu kupunguza makali ya uchumi kwa mwananchi, kujaribu kupunguza bei ya vyakula muhimu, ndio mwananchi asiumie zaidi,
and that is a journey. We will continue with it. We have made some progress. We will make further progress in the remaining 2.5 years. Hiyo ndio inaitwa report card. Tuko half-term, kuna mahali tumefikisha, tuko na time ingine kama ambayo tumekuwa nayo ya kuimarisha mambo hayo hata zaidi. Vile vile, mnajua